Karibu sana mtumishi wa Mungu, mkufunzi, mwalimu wa muziki na uimbaji. Asante sana. Mtumishi Ruben Gondwe, karibu sana kwenye kipindi chetu cha Christocentric Message. Asante sana Apostle Dr. Wilson Masawe. Nashukuru sana. Kuna mambo mengi ambayo leo kwenye mwili wa Kristo watu wanatamani kuyajua. Mtumishi Ruben Gondwe, ukiwa kama mkufunzi, vocal trainer kwenye eneo la muziki na uimbaji, unamshauri vipi mtu ambaye ana kipawa, ana neema kwenye eneo la uimbaji na kwenye muziki katika maisha yake ya kila siku? Unamshauri vipi kwenye eneo la kile anachokisikia au kukisikiliza, na kina athari gani haswa katika utumishi wake au kwenye eneo la muziki na kipawa na uimbaji aliopewa na Mungu? Karibu sana. Amen. Labda niweze kusema tu kwamba katika eneo la muziki na uimbaji, kusikiliza ni kitu kizuri sana. Ndio. Mwimbaji yoyote mkubwa au mwanamuziki yoyote mzuri anayecheza ala za muziki, ndio, ni vyema awe anasikiliza, au tunamtambua kuwa anasikiliza na wengine. Sasa katika kusikiliza kuna vitu viwili. Kuna kusikiliza kujifunza, au kusikiliza kusikiliza kama kuburudika. Maana na yeye pia anasikiliza na anaburudika. Ndio. Sasa kibiblia neno linasema imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo chochote unachokisikia kinajenga imani yako. Ukisikia katika Kristo Yesu na neno lake, neno la Mungu linajenga ndani yako. Ndio. Kwa hiyo vivyo hivyo na nyimbo pia. Unaposikiliza nyimbo zinazomtaja Kristo, nyimbo za kiroho, ina maana imani yako na roho yako inazidi kujengeka katika Kristo Yesu. Kwa hiyo mimi nashauri huyu mtu asikilize nyimbo za Injili na sio nyimbo ambazo hazitaji Kristo wala alizihubiri neno. Kinachotokea ni kwamba maarifa yake yanajazwa na neno la Mungu, yanajazwa na ule ushuhuda wa Kristo, na mahubiri yake yanazidi kujengwa. Maana kuhubiri, kuimba au kuhudumu ni kuhubiri. Kwa sababu unajua, kwa mfano kama mimi ambaye namtumikia Mungu madhabahuni, naimba nyimbo za Kristo Yesu nikimtaja jina lake. Sasa hizi nikialikwa kwenye maonyesho mengine huko duniani, nikiambia bwana mtu ipa wimbo hata wa kawaida tu, ndio, mwisho wa siku ninaweza nikasema haleluya, Yesu ni mwema. Watu watakashangaa, mbona namtaja Yesu? Kwa sababu ndani yangu kumejaa neno. Ndicho ambacho nimekuwa nacho na ninakifanya kila wakati. Ndio. Huwezi kujitenga. Ndio maana waliwatambua kwa kutembea kwao. Wanawatambua hata lugha zao kwamba walikuwa na Yesu. Hata ongea yako wewe unafanana na Kristo. Kwa hiyo ni mshauri huyu mtu asikilize neno, asikilize nyimbo za Injili, azidi kujenga maarifa yake katika maombi na neno. Hiyo itamfanya yeye azidi kukua zaidi. Ndio. Na imba yake itakuwa na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Amezungumza Mtume Paulo, ameandikia kanisa la Filipi. Amen. Kuna Filipi 4:8 amesema yoyote yaliyo kweli, yaliyo safi, yenye sifa njema, yatafakarini hayo. Ndio. Akimaanisha muda mwingi tuutumie kutafakari na kuyasikia yale yaliyo mema, yenye sifa njema. Amen. Kwa hiyo matokeo ya mtu atakavyokuwa kwa mujibu wa maelezo yako mkufunzi Ruben Gondwe ni kwamba ni kile anachokisikiliza na kukisikia kila siku ndio kitampa matokeo katika utumishi wake, kwenye uimbaji na kwenye muziki. Mungu akubariki sana. Amen. Labda niongezee kitu hapo. Ndio. Mtu mwingine anaweza kusema kwamba ninajitenga vipi na mazingira yanayozunguka? Tunaishi na majirani, wanacheza nyimbo nyingine, tunazisikiliza. Tunapanda kwenye usafiri wa jumuiya, kuna nyimbo huko zinapigwa, tunasikia. Huwezi kuziba masikio. Ndio. Sasa unatakiwa uwe na sikio la kupambanua, kipi uchukue, kipi uache, kulingana na imani yako. Ndio. Kwa hiyo hilo pia unatakiwa uwe nalo makini sana, kwamba kuna kusikia na kusikiliza. Yes. Vitu viwili. Kwa hiyo unaweza kuwa umesikiliza lakini ukawa hujasikia. Unaweza kuwa umesikia lakini kusikiliza ni kuchukua hatua kuendelea kutafakari kile unachokisikia. Ndio.
Kwa hiyo pia tupambanue, kwa sababu unasema sasa nitajitengaje na kusikiliza kingine nje ya Kristo? Yes. Kwa hiyo uweze kujipambanua, wewe ni nani, unatumika wapi, na eneo lako ni lipi, unatakiwa usikie kipi, ili kulinda imani yako na kile unachomtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji au muziki. Amen.